Kitabu cha Hesabu 21. Hesabu 21 mstari ule wa 5 tasoma mpaka 8. Kitabu kile cha Hesabu 21 mstari ule wa 5 mpaka wa 8. Biblia inasema, watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona mnatupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zimekinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi, wakafa. Watu wakamwendea Musa wakamwambia, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu, na wewe utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Mstari ule wa 8, Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akaifanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Bwana Yesu, asante kwa neno hili. Tunakubariki tena kwa ukuu na utukufu wako majira haya. Uhimidiwe Bwana wa majeshi. Nitumie kama utakavyo, Roho wako Mtakatifu akawa ni shuhuda na utimilifu katika neno hili. Inaomba Bwana katika haya nikiamini, na wote tuseme amen. Jamani, sema amen. Rudia tena kusema amen. Mchapie Yesu makofi ya nguvu tena kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Ujumbe wetu jioni ya leo, utazame msalaba wa Kristo Yesu. Tuwajanielewa. Naomba mtu mmoja nishikie Biblia isije ikaloa kabisa. Mmoja tu abarikiwe na Mungu akubariki kijana kabisa. Amen. Ujumbe unasema utazame msalaba. Nataka kila mmoja kwenye makutano haya adake na aelewe na ajue kwa nini msalaba. Watu wamekuwa wakichanganya kwa habari ya kuelewa msalaba. Watu wamekuwa wakijua msalaba kwa namna tofauti tofauti, na tumeona wanadamu wakitumia misalaba ambayo sio. Sikiliza nikwambie, kabla hujajua lazima utake kujua msalaba umegawanyika kwa namna gani, ya kwamba msalaba, kuna misalaba ya aina mbili. Msalaba wa kwanza ni msalaba wa Yesu, ya kwamba msalaba wa kwanza ni msalaba wa Yesu. Lakini pia kuna msalaba wa Shetani. Unaposema msalaba wa Shetani, ni ule msalaba ambao unaambatana na miungu, unaambatana na masanamu, unaambatana na makafara ya kutoa damu za watu na wanyama. Sikiliza, leo tunaona watu wanatembelea misalaba mbalimbali. Mtu anatumia msalaba wa sanaa, na yuko tayari kuabudu na kusujudia ule msalaba.
kana kwamba ndiyo msalaba wa Kristo Yesu, na wengine wanavaa ile misalaba wakijua ni msalaba wa Bwana. Sikiliza, msalaba wa Bwana haushikiki. Msalaba wa Bwana sio wa kutazamika hivi. Msalaba wa Bwana hauangaliki kama unavyoangalia. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Chapia Yesu makofi ya shangwe. Haleluya. Wangapi wanasikia makafara ya damu? Wangapi washawahi kusikia makafara? Jamani, hatujui hata makafara. Basi nyinyi mmekuwa kwenye neema iliyokubwa. Jipigeni makofi ya shangwe. Jipigeni makofi ya shangwe. Lakini kuna makafara ambayo tayari watu wanayatoa, na ndani yake kuna misalaba ya kipepo, na ndani yake kuna misalaba ya kishetani, na ndani yake kuna misalaba ya uwazi, ndani yake kuna misalaba ya uovu isiyomfanania Yesu Kristo aliye hai. Nataka uelewe maana ya msalaba wa Kristo Yesu. Msalaba wa Kristo Yesu, unaposema msalaba wa Kristo Yesu, ni ishara ya ufunuo wa kimungu, ya kwamba msalaba wa Kristo Yesu ni ishara ya ufunuo wa kimungu, ni ishara ya ufunuo wa kimungu ambao Mungu anaufunua kwa ajili ya haki dhidi ya dhambi, kwa ajili ya haki dhidi ya dhambi, na upendo wa kimungu kwa wenye dhambi. Kwa msalaba wa Kristo Yesu umesimama kwa ajili ya kutangaza haki ambayo mwanadamu ameipoteza, ambayo mwanadamu ameitawanya na kuipeleka ama kuchukuliwa na yule mwovu Shetani. Sikiliza, dhambi iliondoa haki ya mwanadamu. Dhambi inaondoa hata leo haki ya mwanadamu. Kama hauamini, kasome kitabu cha Mwanzo, utaelewa habari ya dhambi aliyoitenda Adamu, ya kwamba dhambi ile ndiyo ambayo ilimpoteza Adamu, kukosa haki mbele za Mungu, kukosa haki ya uzima wa milele, kukosa haki ya uhai katika yeye, kukosa haki ya kutawala. Sasa nikwambie, Mungu hakumweka mwanadamu hapa ili utawaliwe na Shetani. Mwambie jirani yako, Mungu hajakuweka hapa upigwe na mapepo. Mwambie kabisa, na nakuona una ambayo hausemi. Mwambie, Mungu hajakuweka wewe uteseke na mapepo. Lakini hiyo ilitokea baada ya Adamu kuifanya dhambi. Tayari ile haki ya utawala akaipoteza. Tayari ile haki ambayo Mungu alikuwa ameitangaza ndani yake, ya kwamba Adamu akaipoteza, Adamu akaikosa ile haki. Lakini tunarejeshewa haki hiyo kwa njia ya msalaba, kwa njia ya msalaba wa Kristo Yesu. Na ndiyo maana nasema ya kwamba msalaba wa Kristo Yesu ni ishara ya kimungu ambayo inaonyesha ufunuo wa haki dhidi ya dhambi na upendo wa Mungu kwa wenye dhambi. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hiyo tayari msalaba unadhihirisha upendo wa Mungu kwa wenye dhambi. Kwa mwenye dhambi hawezi kutakasika, mwenye dhambi hawezi kukombolewa, mwenye dhambi hawezi kuwekwa huru kama si kwa msalaba wa Yesu, kama si kwa msalaba wa Bwana. Na ndiyo maana hata leo wako wengi wanateswa, wako wengi wanatamani waishinde ile dhambi, lakini bado wanashindwa. Kwa nini hawajatazama msalaba wa Yesu Kristo? Na kushauri mama leo, na kushauri baba leo ambao unasikia
unasikia sauti ya leo ya kwamba inua macho yako utazame msalaba wa Yesu Kristo aliye hai. Hapo ndipo kuna ukombozi, hapo ndipo kuna uzima, hapo ndipo kuna afya, hapo ndipo kuna haki yako. Sema amina kwa jina. Sema amina kwa damu ya Yesu. Haleluya. Amina, amina, amina. Tupokeane mikono namna hii, namna hii, namna hii. Haleluya. Yesu kwa msalaba hesabia haki. Tumetolewa kwenye ile sheria ya dhambi, tumetolewa kwenye sheria zile za kumilikiwa na Shetani. Kwa njia ya msalaba Yesu akaona ya kwamba, Mungu akaona ya kwamba mwanadamu ninampenda, lakini bado